wetu. La pili ni sisi wenyewe kusoma dini. Mtoto akikuona uko busy na kile kitu ambacho unakuwa busy naye anakipa umuhimu wake. Akija asubuhi anamkuta baba yake anasoma Qur'an, akiangalia huko mama yake kwenye mswala ana vitabu vyake, kila mentally yake anasema hili la maana. Ndio maana mama analo kila wakati, ndio maana baba analo kila wakati. Lakini mtoto wako akija nyumbani hakuoni kwenye ibada, hakuoni kwenye Qur'an, hakuoni kwa chochote, yani anachokisikia kwenye mdomo wako 24/7 ni pakome zoazoa na mpanzu. Bas, yani mtoto akiibuka anamuona baba yake ni pakome zoazoa na mpanzu. Wewe anajifunza nini kwako maana? Ndio unaona mpaka vitoto vidogo leo kina miaka 4 5, timu ya mpira inafungwa, kinalia kama kafiwa na mamake. Athari hiyo anaitoa majumbani. Kwa na sisi lazima tuwekeze eneo hilo, tujifunze na tuupende Uislamu wetu kwa matendo. Mtoto ajifunze kutokana na matendo yetu. Waswahili wana msemo wao, wanasema mtoto uangalie kichogo cha mamake. Maana yake yale matendo anayoyaona kwa wazazi huibukia humo. Na ndio maana si ajabu kama una mtoto mdogo na miaka 2 3 kimekamata mswala kinaweka kinaswali. Kwa nini? Kama una mama yake anaswali, ndivyo si? Na unaweza kumkuta mtoto wa miaka 3 anatoa matusi au wakubwa wanafunika masikio kwa sababu mama yake mdomo wake anaujua mwenyewe. Hana analosema isipokuwa ni tusi tu. Mtoto kinachofanya ni tusi, yani hamna namna ya kumkataza, ni mbwa kasoromkia. Haya sasa huyu kashakuwa mbwa kasoromkia mwanao. Kawaida mbwa anazaliwa na nani? Mama kashakuwa mbwa mwenye mkia sasa. Kwa hiyo lazima tuwafunze watoto wetu kutokana na matendo yetu sisi wenyewe. Jambo la tatu, lazima tuulinganie Uislamu sahihi. Tusipolingania Uislamu ndio tutalingania vitu vya kipuuzi kama hivyo. Ni kawaida na ndio kanuni. Ud'u fa in lam tad'u satud'a. Lingania, usipolingania utalinganiwa. Sisi tukiacha kulingania Uislamu safi aliotuletea bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, makafiri wanatumia fursa hiyo kutulingania fikra zao chafu, dini mseto, mambo ya kibepari na demokrasia yake, haki za kijinsia, usawa wanawake na wanaume na wanawake sijui na mengine kama hayo mengi. Fikra za kafiri zinabwagwa katika mindset zetu na sisi tunazibeba na vizazi vyetu. Na hawako radhi hawa, sio kwa bwana Mtume na mpaka umma unaofuata baada ya kufa kwake. Allah ashatangaza hawatakuwa radhi hawa, wala ntarudha anka alyahuda wala nasara hata tattabi'a millatahum. Hawatakuwa radhi mayahudi na manasara mpaka mfuate mila zao. Sasa ndio kwamba tunasisi tumeridhia kufuata mila zao? Hapana. Lazima tupambane katika huu mpambano wa kifikra mpaka tushinde. Na sisi lazima tushinde. Kwa sababu gani lazima tushinde? Tuna kitabu cha Allah na sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo tukifuata lazima tushinde. Inni tarakum fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Mimi nimekuachieni vitu ambavyo mkivifuata baada yangu mimi hamtopotea kamwe. Kitabu Allahi wa sunnati, ni kitabu cha Allah na sunna ya bwana Mtume Muhammad. Kwa lazima tulinganie Uislamu. Uislamu ndio suluhisho la kupambana na haya na mengineyo. Mwisho kabisa, ndugu zangu katika imani, vijana hasa vijana tusibebe ajenda za makafiri. Hii michakato tunaiona katika nchi zetu hizi na si hapa na kwingineko. Hii michakato yote wanaoibeba ni makufari kwa maslahi yao. Mabadiliko ya kweli hayapatikani kwa kubadilisha mtawala, hayapatikani kwa kubadilisha katiba, hayapatikani kwa kubadilisha chama cha kisiasa. Hakuna. Mabadiliko ya kweli duniani yanapatikana kubadilisha mfumo unaotawala maisha ya watu ambao una ubepari, ambao umeleta vurugu zote duniani. Sio hapa tu, unakokujua kokote kule. Midhali kuna ubepari na demokrasia yake, na ndio inayotawala dunia leo. Pana vurugu na matatizo. Amerika hivi karibuni waliandamana, wanampinga rais wao kwamba yeye ni mfalme, hatutaki ufalme sisi. Ugiriki kule nchi imefilisika, ubepari huo. Kenya hapo walibadilisha katiba mara 4 wakidhani kwamba mambo yatakuwa mazuri, wakati taarifa ya juzi umaskini umezidi zaidi kuliko huko nyuma, ambaye ni watu 125 peke yake ndio wanaumiliki uchumi mzima wa Kenya.
Watu milioni 42 wana dhiki na njaa, mali zimekamatwa na watu 125. Huu ndio ubepari. Na maeneo mengine yote ambao watu walipambana wakibadilisha utawala wakidhani mambo yatakuwa mazuri, yamekuwa mabaya zaidi. Tatizo ni mfumo. Alipokuwa kwa George Weah kule kabla hajawa nchi, akaomba kura, wakasema tumpe huyu atakuwa ni mstaarabu, wamempa nchi, hali imekuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni kitu gani? Kuna hizi ajenda zinazokuja ima za hisia za kidini na kadha na kadha, au vurugu na matatizo ambayo yanatengenezwa na mabepari wenyewe. Watu wanayabeba kwa maslahi ya wale, sio yetu. Kwa sababu sera za magharibi ni kuchukua kilicho katika nchi zinazoendelea kama cha kwao kwa maslahi mabovu yenye kuwanufaisha wao. Leo watu wengi wanapiga mifano ya nchi za Ulaya. Ulaya nchi nzuri, Ulaya kadha. Ukiuliza wao utajiri wanaojivunia hawa watu wa Ulaya wanautoa wapi? Utaambiwa kwenye malighafi katika nchi za Afrika. Basi Kongo hapo kuna madini zaidi ya kuna madini karibia 1100. Yale madini peke yake, acha mambo mengine, yale madini peke yake ni utajiri ni zaidi ya utajiri wa bara lote la Ulaya. Zaidi madini ya Kongo peke yake, acha vitu vingine. Sasa hawa ndio wanaopiga mfano, wana maisha mazuri, wanaendelea wakati wanaishi kwa wizi wa mali za watu. Kwa hiyo wanapokuja katika ajenda katika maeneo ya watu wakitaka kuvuruga watu, wanaotumia vijana. Kuweni na akili. Msije kuwa kama mshumaa unang'ara kwa ajili ya kuangazia wengine wakati wenyewe unajiangamiza. Kama Muislamu, litakachokufanya wewe uumize na ujiumize na utoe mali na roho yako ni Uislamu peke yake. Hilo ndio litakupeleka janna, ukakutana na bwana mtume Muhammad. Lakini usife wala usijisudhuriwe kwa sababu ya kubeba ajenda za makufari. Damu yako iwe ni kwa ajili ya Uislamu. Jifunza kwa Nabii Ibrahim aliposema inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Vyote ni kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo chochote kinachokufika wewe iwe ni kwa ajili ya Uislamu, sio kwa ajenda za makufari. Kwa hiyo habari ya kuhamasishwa na ukahamasika, alafu unachokipambania ukijui na kwa maslahi ya nani pia ujui, litakutia tofurani duniani na kesho inawezekana ukaenda motoni. Mwenyezi Mungu atuepushe na moto. Kwa hiyo Waislamu hasa vijana nawaambia wabebe ajenda ya Kiislamu. Wafanye ulinganizi wa Uislamu, waulinganie Uislamu, waupambanie Uislamu, damu na jasho na mali zao watoe kwa ajili ya Uislamu na si kitu kingine chochote. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.